Ikhwani, dhambi moja ambalo kwamba mimi nimetaka kulizungumzia tukimalizia darsa, na malengo na madhumuni ya kuzungumza na kuweka darsa kama hii ni dhambi kama hili katika mwezi kama huu wa Rajab. Si dhambi lingine, ni dhambi adhim kubwa la azina. Na nazungumza hivi kwa kuelekeza ndugu zangu wa kiume na wa kike, hasa sisi men and women in uniform, wanaume na wanawake wanaovaa uniform. Dhambi la uzinifu. Ibadallah, wazapata Muislamu ni Muislamu, babake ni Muislamu, mamake ni Muislamu. Huyu mtu yuazini kama ni jambo la kawaida kwake, wala haoni kwamba ni makosa. Yufanya zina na wala haoni kwamba ni makosa, wala hata ukimuuliza haoni kama kuna aibu fulani hivi yupata, ama kuna vile ataibika. Yufanya zina na yuendelea katika uzinifu. Unainiangalia sasa hivi, jua ya kwamba dhambi la uzinifu ni dhambi, kwanza dhambi kubwa katika madhambi mengine makubwa, katika listi ya madhambi makubwa katika dini yetu ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala yusema, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, wala musikaribie na musiukaribie dhambi la uzinifu. Innahu kana fahishatan, hakika dhambi la uzinifu limekuwa ni fahisha, ni uovu na ni uchafu. Wa saa sabila, na ni njia mbovu iliyoje njia ya uzinifu. Kwa hiyo kwa ndugu zangu wale wote ambao kwamba tunajiita kwa jina na chini ya mwavuli ya men and women in uniform, hii tabia imekuwa ni yenye kudhihiri kwetu sisi. Tuchunge ibadallah, tujue ya kwamba kadri tunavyofanya kazi, kuna malaika ambao kwamba wanaandika thawabu na wanaandika yale machafu tunayoyafanya, hasa katika mwezi huu wa Rajab. Wewe unapofanya dhambi kama hili, kwanza ni dhambi kubwa, una madhambi zaidi hata miezi mingine, sio kwa miezi hii minne. Asafikiria wafanya kwenye huu mwezi ambao kwamba ni mwezi mtukufu, madhambi yanakuwa ni zaidi na ni kubwa zaidi. Kwa hiyo tuchungeni ndugu zangu wa kiume na ndugu zangu wa kike, tusiingie katika dhambi kama hili, tujiepushe kwa kila namna. Alafu dhambi la uzinifu iko na tabia moja, vile wanavyosema wazungu, tit for tat is a fair game. Vile wewe yule dada ya mtu unavyomwendea ukaenda ukafanya uzinifu na yeye, hivyo ndivyo dada yako atakuja kufanyiwa. Na ni kitu ambacho kwamba ni mujarrab, imeshatokea mara nyingi, watu washaona. Kama sio dada yako ni shangazi yako, kama sio shangazi yako ni katika familia yako mtu ambaye kwamba ni jinsia ya kike yoyote, wewe jua tu hivyo. Itakwenda itarudi katika familia yako. Wewe usione yule wamfuata tu, yule unayemfuata ni aidha ni mama ya mtu, ni dada ya mtu, ni shangazi ya mtu, anaweza kuwa ni familia ya mtu, anaheshimika katika familia nyingine. Ukaenda ukafanya uzinifu na yeye, jua ya kwamba kadhalika wewe pia katika familia yako kutaziniwa. Na ni just a matter of time. Usione kwamba mbona mimi niko hivi. Iko siku wewe pia siku yako itafika, watakuja katika familia yako, kisha kitu kibaya wewe ukaenda na ile tabia yako, dhuria yako, watoto wako wakashika ile tabia, wakakuwa wenye kufanya ile tabia. Wale watu watakuja, watazunguka, itakuja kwenye familia yako, itakuwa ni a family thing. Itakuwa sasa ni kitu ya familia, watu wako wote, dada yako, shangazi yako, mtu wako wa kike yoyote. Kwa hiyo tuchungeni sana dhambi kama hili. Tuko katika mwezi ambao kwamba ni mtukufu. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe Ramadhani salama, tukiwa na afya, tuweze kufunga mwezi wa Ramadhani, na Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie mwezi huu na atufikishe mpaka tumalize mwezi kama huu.